Ile kiti iko mbele yako, unaweza songea karibu, at least tukue kama kikundi moja. Mungu ataweza kutubariki. Bwana asifiwe tena. Nafurahia kusimama mbele yenu hapa, maana nafasi nyingine Mungu amenipa, na nazidi kushukuru kwa nafasi hii. Na kabla tujaanza, wacha tukaweze kuomba Mungu akaweze kutuongoza katika hiki kipindi, ndipo sasa tukaweze kuwa katika hali njema. Bwana, tunakushukuru, tunasema asante kwa wema wako. Tazama tuko mbele zako kwa ajili ya kuweza kulisikia neno lako na kwa ajili ya kuweza kutafakari ndani ya mioyo yetu kuhusiana na maisha yetu Bwana, ili tukaweze kukupendeza Bwana. Naomba ya kwamba wacha neno lako likaweze kujenga, likaweze kuhifadhi, likaweze kurekebisha Bwana, na kutupa nguvu katika hali zote za maisha yetu. Naomba tukakupendeze, tukakuinue na kutukuza kwa kila jambo. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. So kwa leo nimepata nafasi ile ya kuweza kufunza tena, na wakati nilipokuwa najaribu kuangalia kwa yale ambayo nimeweza kuwa nayo na kulingana na maisha yetu, nikaona ya kwamba kuna vitu ambavyo tunasema ya kwamba katika maisha ni vizuri kila wakati kuweza kufanyia kazi. Yaani tunasema things that we need to improve on a daily basis, vile tunafaa kuendelea kuvikuza kila wakati katika maisha yetu. So katika topic yangu tu ilikuwa ni vitu vya kukuza katika maisha. So nitakapokuwa na vitaja, unajua kwamba hii ni kitu ambayo unafaa kuifanyia kazi kila siku, na ambapo inafaa inakuwa each and every day. Na unapofanya vile utapata ya kwamba inakusaidia katika maisha yako kuweza kukua na kuweza kuendelea. Na kitu cha kwanza ambacho niliweza kuona ni kwamba ni about the mindset. Akili zetu. Akili ni kitu ambayo inafaa ikuwe kila wakati na kila siku. First and foremost tunasema akili yako ndio engine ya maisha yako, sababu hiyo ndio inakufanya uweze kufikiria, inakufanya ukaweze kujua ni nini unatakana kufanya. Na katika maisha yako ukiwa na akili ambayo iko timamu, ukiwa na akili ambayo iko sawa, utapata ya kwamba unaweza fanya mambo yako na unaweza jikuza na unaweza endelea kimaisha, na upate ya kwamba umesonga mbali kushinda vile ulivyoanza. Na unapata ya kwamba wanasema ukiwa na akili, hata unapoanza katika mwanzo mdogo, utapata unaendelea ukikua na unapata unapanuka. So katika hali ya kwanza nilikuwa nasema ni kuhusiana na mindset. So mindset, mara mingi tunasema each and every day our minds ni kitu ile ambao unapata a new discovery. Yaani unapata kitu kipya. Unapoamka jua ya kwamba you will find a new thing. Unapotembea, unapofanya, ni kwako wewe kuweza kutambua hii ni mpya, hii ni mzee, hii ni hali ya kwamba inakusaidia kuweza kujua ya kwamba niko katika hali gani katika kiakili. Sababu tunaambiwa, wewe mwenyewe unaambiwa, Biblia inasema ya kwamba be not conformed to the things of the world, but be transformed by renewing of your mind. Biblia inasema kwamba kila wakati akili yako ikue inauishwa upya tena, inatransformiwa kila wakati. So tunasema you cannot transform your life unless you transform your mind. Maisha yako haiwezi kubadilika kama haujabadilisha akili yako. No, sababu kitu cha kwanza kinachobadilika ni akili. Na unapata ya kwamba before you do anything you first have to think about it. Tunasemanga it starts in the mind, then it becomes a belief, then it becomes a reality. Hivyo ndio vile huwa tunaisema ya kwamba ukienda katika hali ile, unapotembea unapata ya kwamba kitu chochote unachotaka kufanya itaanzia kwa akili yako. Na hii akili usipokuwa ya kwamba unaiwekea maanani, usipokuwa unatilia maanani kile ambacho unachokuwa nacho, unapata ya kwamba katika akili yako unaweza sahau, na unaposahau ile kitu hautawaifanya. Sasa unapata ya kwamba it starts with the mind, then it comes to you believing it as you think about it, because the more you think about anything, the more you think about anything in your mind,
the more it becomes a belief, and as you believe in it, it becomes now a reality. Inakuja kuwa sasa kitu ambacho unakifanya, na unapokitenda kinaonekana. Na ndiposa Mungu alisema ya kwamba hii faith inakuanga ni ile kitu ambayo haionekani, but itaonekanaje kama akili yako haijaamini ya kwamba hii faith iko, na kwamba hichi kitu ambacho kiko kinafaa ukitilie maanani ndiposa kikuje kuzalika. Kwa sababu ukiangalia kitu chochote kilichoumbwa hapa kilianza na akili yako. The idea came to the mind, na ndiposa tunajaribu kuona ya kwamba your mind is the one which will help you to live or be destroyed. So akili yako ya kwamba ndio itakayo kujenga ama ndio itakayo kumaliza. Unapofikiria mazuri utaweza kujengeka, unapofikiria mabaya utaweza kuisha. So every day our minds are our biggest liability ama our biggest asset. Liability ni ile kitu ambayo inaenda ama unapoitumia inaisha, na inapoisha unahitaji kutafuta ingine. Asset ni ile kitu ambayo inakusaidia kukua, ni ile kitu ambayo umewekeza ambayo inakuwa. So tunasema ya kwamba akili yako inaweza kuwa liability ambacho utatumia akili upate ya kwamba unajiuza vizuri, unauza alafu inaisha, ama unaweza tumia akili ya kwamba ukaweze kuwekeza na upate ya kwamba unakuwa. So the mindset basically is something that we need to understand ourselves. Yani unapokuwa na akili ya kwamba unapata kujijua na unapata kujielewa, unapata ya kwamba unaishi maisha yako kama mtu ambaye anaendelea kukua, because each and every day it's a learning day. Naambiwanga hivyo katika shule mara mingi, nilikuwa naambiwa kwamba when you wake up, before you go to sleep, there is a new thing you have seen, there is a new thing you've learned. Na kama hujaiwekea maanani, you will never know kama hujaitilia maanani, lakini unapoitilia maanani utapata kwamba unaelewa ni kitu gani umeweza kusoma. So tunasema ya kwamba katika akili yetu tunaposoma katika kitabu, nitatumia tu mfano wa Daudi kulingana na maisha yake, na kuna ile tu tutaweza kusoma tu katika 1 Samuel hiyo chapter 30 kuanzia verse 17 hapo, uone vile Daudi aliweza hii ni wakati Daudi alipokuwa katika ameenda vitani, na aliporudi alipata watu wake wote, familia zao, watu wao wote wamechukuliwa. Na katika hali hiyo Daudi mwenyewe aliweza kujitia nguvu. Kuisoma kuanzia. So David fought them from dusk until evening of the next day, and none of them got away except 400 young men who rode off on camels. Nilikuwa nataka hebu tuanzie mbele kidogo. Twende tu kwa sawa. Hapo tuanzie tu mahali aliporudi akipata. Tuanzie tu hapo 16. Acha tuanzie 16 ndio tuendelee. So he led David down, and there they were scattered over the countryside, eating, drinking, and reveling, because of the great amount of plunder they had taken from the land of the Philistines and from Judah. David fought them from dusk until the evening of the next day, and none of them got away except 400 young men who rode off on camels and fled. David recovered everything Amalekites had taken, including his 2 wives. Nothing was missing
young or old, boy or girl, plunder or anything else they had taken, David brought everything back. He took all the flock and herd, and his men drove them ahead of the other livestock, saying, "This is David's plunder." Then David came to the 100 men who had been too exhausted to follow him, and who were left behind. At the Bresal Valley, they came out to meet David and the men with him. As David and his men approached, he asked them how they were. Mpaka 25. But all the evil men and troubled makers among David's followers said, "Because they did not go out with us, we will not share with them the plunder we recovered. However, each man may take his wife and children and go." David replied, "No, my brothers, you must not do that with what the Lord has given us. He has protected us and delivered into our hands the raiding party that came against us." Who will listen to what you say? The share of the men who stayed with the supplies is to be the same as that of him who went down to the battle. All will share alike. David made this statute and ordinance for Israel from that day to the David made this a statute and ordinance for Israel from that day to this. So unapata ya kwamba hapa ni wakati ule Daudi alipokuwa ametoka vitani akakuja kwake, akapata ya kwamba Waamaleki wamechukua familia yake, wamechukua watu wake na wameweza kuenda nao. Unapata ya kwamba ukisoma pale mbele huko juu utapata ya kwamba David mwenyewe aliweza kuwa na ile hali ya kwamba kuwa na wasiwasi, na unapata ya kwamba alipokuwa anaketi wale aliokuwa anaongoza ile jeshi yake ilianza kukasirika na ikaanza kuwa inataka kumpiga na mawe. Na unapata ya kwamba Daudi alijitia nguvu, akasema ya kwamba nipatieni ile wanaita ephod, akaweza kujifunga na akaweza kumuomba Mungu. Na unapata ya kwamba kama angekuwa na ile revelation ya kuweza kuelewa ya kwamba in his mind kwamba ako na ile defeated mind ya kwamba vitu vimechukuliwa, kila kitu imeenda, angeweza kufuatana na hao Amaleki na kitu angeweza kujitia nguvu, kwa maana alipoona wale maaskari wenzake wale anaowaongoza wameishiwa, wanaona ya kwamba sasa ni kama hakuna kitu wamefanya, kwamba wale aliokuwa nao wote familia zao zimeenda, watoto wao, kila kitu walichokuwa nacho kimechukuliwa. Hakuwa na uwezo ya kusema ya kwamba sasa tena tuwafuate, lakini unapata ya kwamba alikuwa na ile akili ya kuelewa ya kwamba kila kitu akiwezi isha mpaka Mungu aseme ya kwamba all is finished. Because unapata ya kwamba David took time akaweza kuomba, inquiring from the Lord. Na unapata vile tumeweza kusoma ni kwamba aliweza kufuatana nao, akaweza kuwapata na akaweza kuwarudisha wote aliokuwa wamenyakuliwa. Hakuna hata ule mmoja aliweza kupotea. Na tukienda katika akili ile unapata kwamba Daudi alitumia akili yake kuona ya kwamba hii vita siwezi, mpaka kwanza nimuhusishe Mungu ndiposa niweze kushinda vita. Na unapata ya kwamba alipofanya vile ndio unapata ya kwamba ile nguvu aliyokuwa nao, because unapata waliokuwa naye waliishiwa na nguvu.
unapata ya kwamba mmetoka vitani, mnarudi tena mnapata vitu vile mlivyokuwa navyo vimeenda, na vinapoenda unapata ya kwamba mnafaa kufuata tena, na wakati huo mmechoka, hamjakula, mko na njaa. Kawaida wanasemanga an angry man is a hungry man. Ule mtu ambaye ako na njaa ni mtu ule anayekasirika haraka. So unapata ya kwamba hawa watu waliokuwa na Daudi waliweza kuwa na hasira pia, kwa sababu ya kwamba tumerudi, tungepata watu wetu hapa, tungekula, tungeweza kujivinjari kidogo at least, kwa sababu tuliweza kushinda vita mahali tulikuwa tumeenda. Lakini tunaporudi tunapata ya kwamba hawako, bado hakuna mtu mwenye anaweza tupikia, hakuna mtu mwenye anaweza, hakuna chakula kile ambacho tunaweza kula. So unapata ya kwamba ikakuwa ni vigumu kwao, na unapata ya kwamba kama Daudi hangeweza kutumia akili ya kwamba wacha nikaweze kumuomba Mungu, nikaweze kutafuta uso wa Mungu na Mungu aweze kunielekeza, kwa sababu hakutumia maarifa yake. Ndio tunasema be renewed by the word of the Holy Spirit, ya kwamba hiyo ndio inaweza kusaidia kuweza kujua, kung'amua ile ambayo unayohitaji kufanya. So unapata ya kwamba katika hali ile Daudi aliweza kurecover, na alipo recover aliweza kupata kila kitu alichokuwa anachohitaji, kwa sababu unapata ya kwamba mara mingi tunasema fear is rooted in our minds, na kwamba most of the time when we are doing some things tunapata ya kwamba we feel like we want to quit. Unaposhindwa na kitu, unapofanya jambo, unapata akili mara mingi inaweza kuambia, kama ni kitu unafanya mara ya kwanza, akili yako mara mingi itakwambia, unaposhindwa katika ile kitu, unapata unaambiwa hii hauwezi. So unapata ya kwamba wewe utafikiria ya kwamba hauwezi, katika akili yako unajiambia hauwezi. So unapata kuna kale kauoga kana kuambia kwamba hauwezi fanya hii kitu, ama hii kitu ni ngumu, kuna wenye wanaweza fanya, wewe mwenyewe hauwezi. Na unapopata vile, unapata akili yako inakurudisha nyuma, na inapokurudisha nyuma unapata ya kwamba unashindwa kufanya chochote kile ungeweza kufanya kwa ajili ya kuendelea na maisha yako. Kama mara mingi watu wengi huwa wanaongelea kuhusiana na biashara, tunaambiana kwamba biashara ni mzuri, lakini akili ya kuanza ile biashara, uweze kuanza, unapata ndio utakuwa na pesa kidogo uanze. Unapoanza, unapopata hasara, wengi wetu unapopata hasara mara ya kwanza, uone hasara ni kubwa, unasema hii biashara siwezi. The mindset has already set ya kwamba hii kitu hata nikifanya haiwezi. But unapata ya kwamba if you look back kwa wote wale ambao wameweza kuachieve, those who have achieved anything, ni kwamba ingawaje waliweza kufanya kitu, kuna those failures they had, lakini juu the mindset was set ya kwamba hii kitu nitamaliza na nitaweza kuifanikisha, unapata ya kwamba alifanya, hata ilipoanguka karudia tena. Unapata alipoweza kufanya na karudia, akaweza kunini. Nilikuwa naangalia nikaona ya kwamba hizi bulb tunazozitumia, kuna mtu mwenye aliweza kuunda, ilikuja kwa akili yake akasema ya kwamba naunda. Na ukiangalia, ukisoma historia ya kwamba ndio akuja aweze kutengeneza the bulb, alifail 100 times, mara 100, ilikuwa mara 100 ama 1000. Aliweza kila wakati anapojaribu kuna kitu inatokea, hiyo bulb haifanyi, ama inafanya kidogo inalipuka, inafanya kidogo inachomeka. So unapata ya kwamba ule mtu mwenye alikuwa anaunda hizi bulb, hizi mastima, haku give up, aliendelea. Na katika ile akili yake ilikuwa inamuonyesha kwamba unapopata changamoto, jua kwamba kuna kitu unajifundisha, because any failure in life is a learning process. Hiyo ndio kitu ile ambao sisi kama wanadamu mara mingi huwa tunasahau ya kwamba when you fail in life, you should take it as a learning process, and in your mind you should take it as a class, ya kwamba hii ni class na ninafaa kurudia tena, kwa sababu hata wewe ndio uweze kupita vizuri. Kuna mitihani zile unafanyanga kila wakati katika shule, mahala popote ulipo. So unapata ya kwamba akili yako isipoweza kujiambia ya kwamba hii ni darasa niko, kwa sababu nimeweza kuanguka, nafaa kurudia tena niweze kujua niliangukia wapi, ndio niweze kufanya vizuri. Kwa sababu utapata walimu wengi wanapokuwa shuleni, mwanafunzi anapoanguka, kuna ile tunaita correction. Correction ni kwamba unarudia tena, unaweza kujua makosa yako ilikuwa wapi, na unaendelea. Na unapata unaposoma vile, kila wakati akili yako inaweza kupata kujua hii kitu mpya ni gani nimeweza kufanya, ndiposa nikapita hii sehemu. Na every hurdle in life, it will take your mind to think on how you can be able to jump it.
so that you can be able to overcome. Kwa sababu bila kuwa na akili ambayo unairenew each and every day, because by transforming your mind each and every time, it means that you are gaining each and every day. Kulikuwa na kisa ile ambao niliweza kusikia kutoka kwa jamaa. Alikuwa anatueleza ya kwamba kuna wakati walikuwa katika hii shule ya theology, na wakati walipokuwa katika shule ya theology waliweza kuwa na ile tunasema mnaposoma mnafikia mahali mnaanza kufanya evangelism. So ikafika mahali wakaenda kwa prison. So walipokuwa katika prison walikuwa wanasema ya kwamba sasa wakapewa pia hizi mabible ndogo ndogo, hizi zilikuwa za Gideon. Hizi tulikuwa tunapewa hata tukiwa shule. Hizi Biblia ndogo ziko na Psalms na Proverbs, alafu inaanza na New Testament. So hizi Biblia walikuwa wanapewa, ambapo sasa wakikufanyia evangelism ukishaokoka wanakuachia uendelee kuisoma, at least uweze kukua katika Mungu yani, na pia wakiweza kuwa na nafasi wanaweza kufuatilia at least uweze kusaidia. So walipokuwa katika prison, wakafika pale, kuna prison moja walipoingia wakapatana na wale wafungwa. So wale wafungwa walipokuwa pale, unapata ya kwamba kulikuwa na wakaingia katika chemba moja ya wafungwa wawili waliokuwa hapo. So walipokuwa pale wakianza kuongea nao, unapata ya kwamba huyu mwanafunzi mwenye alikuwa anafanya evangelism akaongea na mmoja, huyu ni mfungwa mmoja. Huyo mfungwa akamwambia, hii neno unayoniambia mimi sihitaji, kwa maana pali niko hapa nimefungwa maisha, kwa hivyo hakuna kitu itanisaidia hapa pali niko. Kwa maana alikuwa anasema amefungwa na hata waitolewa tena. Kwa hivyo akili yake ilikuwa ishamwambia wewe ni mtu wa kuishi jela maisha yako yote. So huyu evangelist akamwambia kwamba kwa vile uko hapa, kuna muda mzuri sasa wa kuweza kuchukua hii Biblia na kuweza kuisoma. Unapoisoma utaweza kujua, at least itakusaidia kuwa na moyo wa kuweza kukata. Unapokaa hapa ndani utaweza kuona si ati kwamba umetengwa, kwa sababu unaposoma kuna vitu ambavyo utaona vizuri. So huyu mfungwa akasema kwamba hii Biblia unanipea mimi sioni kile itanisaidia nayo. In fact ukinipea hii Biblia nitachukua kila page ile napata nitakuwa navutia sigara, sababu huko ndani kuna ile wanapelekewanga hizo vitu bangi, unapata wanaweza vuta wakiwa huko ndani. So akasema hizi pages nitakuwa nazo hapa, naweza vuta nazo sigara zote ziishe, kitabu yako iishe, juu nitakuwa naitumia. Wale wanaovuta bangi wanakuambia kuna ile kitu wanafunga ya kufungia bangi wanaita ziklas, kitu kama hiyo. So ile ya kurolisha bangi. So akasema ya kwamba hii kitu utaifanyia hivyo hii Biblia yako, sababu ukiniachia siwezi soma. Mimi sitaki. Nishafungwa, nimeishi hapa. So sina matumaini ya kutoka hapa. Watu wangu hata wakujangi kunitembelea. Watu ni kama wali give up na mimi. So maisha yangu iko hapa tu. So huyu jamaa akamwambia kwamba kile unafaa kufanya, chukua tu wewe kile utafanya. So unataka kuvuta, sawa. Mimi kile nitafanya, sababu naamini Mungu wangu hajakufa na Mungu hajakuacha, na Mungu anasema anakupenda. Wewe kile utafanya na kuachia hii Biblia. Kile tu utanifanyia, naomba tu ni kwamba kabla hujavuta hiyo page, chukua usome yote pande zote mbili. Ukishasoma vuta, itakuwa ni sawa. Mimi sina nguvu na ni sawa. So akamwachia. Alipomwachia, huyu jamaa akachukua akasema akaitupa pale kando, akaendelea, siku ikaisha. So siku ya pili akiamkia akaiona hiyo Biblia, akasema hii si ni ile kitabu nilipewa ati nivutie sigara. Akachukua akasoma fast, akaanza na Matthew. Akasoma Matthew yote, akavuta yote, akaivuta. Akachukua akaenda kwa Luke. Ilipofika akasoma ya kwanza, chapter nini ya kwanza, ya pili. Alipofika kwa John, akafika pale John 3:16, inakwambia for God so loved the world that he gave his only begotten son. Alipofika pale, ule jamaa akalemewa, akashindwa kuvuta ile kitabu. Hiyo page ikakuwa ngumu kwake kukata na kuvuta. Alipoketi anajiuliza, kuna mtu mwenye anasema ati ananipenda, ati akanikufia,
ili mimi niweze kupona. So alipokuwa pale, alipokuwa naisoma, yani alikuwa analia kwa sababu hajawahi amini kitu kama hiyo, naye hajawahi sikia. So alipofika John ikakuwa ni ngumu kuivuta, sababu anapojaribu kuisoma, akienda kwa hiyo page, hii kitabu anaiangalia, anasema hapana, hii kitabu iko na kitu. So kutokea pale alisoma ile kitabu yote bila kuvuta, na baadaye akakuja kuulizia, hii kitabu naweza pata aje ndio niweze kuisoma vizuri kuanzia mwanzo. So ile kitabu ilibadilisha akili. That is why tunaambiwa for each and every day unaposoma a verse inakusaidia. Na tunaambiwanga a chapter a day keeps the devil away, kwa sababu akili ya ule jamaa ilikuwa imejazwa na vitu vya kwamba nimeshindwa, mimi ni mtu wa kuishi jela, mimi ni mtu wa kwamba siwezi songa. Lakini alipopata ile Biblia na akaanza kuisoma, alipoisoma ilibadilisha akili. That's why tunasema renewing of the mind si ati ni kwamba wewe mwenyewe ndio utaweza kuifanya, lakini kupitia ile kitu unayofanya na kupitia zile vitu ambavyo unavisoma, ni kitu ile inakusaidia kuweza kubadilisha akili yako. So tunasema ya kwamba akili si ati ni itakuwa ni kwamba unafanya kwa nguvu zako, bali kupitia kwa neno lake Mwenyezi Mungu utaweza kubadilisha akili yako, kwa sababu unapata each and every day when the word of God sinks in you, it renews your mind, it transforms you. Na inapokutransform, it gives you a new revelation about you, about yourself, because hauwezi jua kitu chochote Mungu anachokupangia kama huwezi kusoma Biblia, na akili yako haiwezi badilika ikaweza kuwa kama vile Mungu anavyotaka kama huwezi kusoma neno lake. Mara mingi nasemanga ya kwamba tuliumbwa na Mungu anasema ya kwamba alipumua roho wake ndani yetu, lakini kuna ile pia alitoa katika dunia ambayo ni mchanga ule uliotuumba. That is what we call now the flesh. So unapata the flesh will always battle with the spirit in us. But if you don't have that mind ya kwamba kujua the flesh is something that is of this earth, ambayo itabakia hapa duniani, na kwamba hiyo iliwekwa kwa sababu Mungu aliweza kuona ya kwamba we cannot live on this earth unless we have that flesh. At least we have that flesh, because that is the temple where the spirit can go, can live, so that we can be able to move and do wonders in this earth. Na unapata ya kwamba the natural, hiyo ndio tunaita natural, na ile ya spirit ndio inaitwa supernatural. So unapata ya kwamba we cannot do the supernatural without the natural. No. But God normally knows that your spirit is the one which should be able to control the natural, because the supernatural is more powerful than the natural. So we are given the natural in order for us to know that the body in us is a natural thing that will be from this earth na itarudi pale, lakini the spirit is the one which lives entirely na everlastingly. So unapata ya kwamba if the mind does not understand that you need to work out your spirit, that's why unapata we always need to do the fasting, we always need to do the praying, we always need to be in a congregation where you have the spirit being stirred, ile inapewa nguvu. Utapata ya kwamba the flesh will dominate. Now basically what the flesh does ni kwamba it gives you the nini of this world. The flesh is for the world. Yani nasema inakupatia hizi vitu vya dunia, na unapata ya kwamba once inakupatia vitu vya dunia ni kwamba the mindset ile utakuwa nayo ni kwamba itakuwa ile ya kudeteriorate, ya kwamba inakuonyesha the lustful things of this world, na kwamba now the spirit will die. Ile itakuishia nguvu, na ni kwamba ndio tunaambiwa kwamba feed the spirit so that you can live eternally, na utalive the longest life ever in this earth, na pia utapata ya kwamba you live forevermore. But if you feed the flesh, you will find that hii akili yako haitaweza kukusaidia kuweza kujua ya kwamba unafanya dhambi. Unaona, sababu kuna zile tunafanyanga inakuwa ni kama mazoea katika dunia. Hata mara mingi mtu anaona kama kudanganya, kusema uongo, wanasemanga clean white lie. Mara mingi kama mtu anakupigia simu unamuuliza uko wapi, anakuambia niko hapa nje kwako, na ukitoka umuoni. Unaona,
Ama mtu unamuuliza uko wapi? Nakuja, nimetoka nakuja. Mtu anakudanganya. Yaani unapata kuna zile vitu ndogo ndogo zile ambazo mwili wetu tunafanya na tunaona ni kama kawaida. Lakini ukiketi chini na ukaweza kusoma neno la Mungu katika akili zako, ukaweza kujua kwamba God loves a holy person. And before you see God, you have to be pure. Purity means that there is no sin within you. None. And that is why the spirit always needs to be stirred. Na kuweza kustir the spirit ni kwamba once you read the word, you have that knowledge and understanding. The mind is always reverencing about what God wants. You'll find that all these other things Mungu anasema atakuongezea na you'll be added. Meaning that you'll never lack, you'll never miss. And in your life, you'll always have anything that you want so long as it glorifies God. No. So the mindset basically is something that we need to work on each and every day. And by working on it ni kwamba kusoma Biblia, kuweza kuwa katika hali ya kuungana kama ushirika, kuwa na fellowships, inakusaidia kustart that mindset ya kwamba usijione ya kwamba uko duniani peke yako. Sababu unapata mara mingi wale ambao hujipata peke yao huwa na akili ya kwamba inaenda negative. Unasemanga negative mind. Negative mind ni ile akili ya kwamba inaona tu kila kitu kimeisha, kila kitu ni hasara, hakuna faida maishani. So you will never love anything about yourself, and you will never do anything that will help you move in accordance to what you want to do, so that you can even glorify God. Na unapata mara mingi kama sisi wana psychology vile tunaangalianga, watu wengi wale wanajipata peke yao, mara mingi unakuwa kwa depression. Ni kwa sababu ya kufikiria vitu mingi vya dunia na ukakosa kuwa na neno la Mungu ndani yako. Sababu before hata niweze kukustar up, the spirit in you needs to be awakened. Sababu hata ninapokupatia ile maneno ya kukutia nguvu na ile spirit iko ndani yako bado inaona ya kwamba iko chini, itaambia tu akili ya kwamba saa hii hakuna kitu naweza kufanya. That's why normally the spirit talks to the mind. Na the mind ndio tunasema ndio engine ya mwanadamu. Na hiyo mind ndio inafanya hii mwili yako inaweza kuwa na kila kitu kuweza kujua ya kwamba tunasonga namna hii, tunakuwa hivi. Na unapata the mind always is the one which now brings out also the character in you. Because how a man thinketh is how he is, ndio? Na tunasema vile unavyofikiria ndivyo ulivyo. Na vile ulivyo tunasema it brings me to the second part, ni kwamba character yako. Your character will always be determined by what you think, how you think, what you want to do, and your mindset, how it thinks about your environment na kile ulicho nacho hapo ndani mwako. So unapata ya kwamba the character mara mingi tunasema it is something which is invisible. Yani ni force, tunasema ni kama nguvu fulani ambayo iko ndani mwako, ile ambayo inaonyesha character yako. Character tunasema mara mingi ni tabia. Na kuwa na tabia mara mingi huwa ina determine mahali umeishi. Sana unasikia mahali umeishi, kile ambacho uko nacho ndani ya akili yako, kwa sababu unapofikiria pia inafanyika kuwa vile, na watu wale ambao una relate nao. So unapata ya kwamba the character also inakuwa inajengwa kwa ile environment umeishi. Na kwamba wale ambao uko nao wanasemanga show me your people and I'll tell you who you are. Si ndio? Show me your people, nitakwambia wewe ni nani. Na character mara mingi inakuwa revealed kwa wale watu ambao vile wewe umeishi na watu. Na mara mingi tunasema ni an invisible force which basically determines your quality, longevity and success. The character basically it determine your quality, yani umuhimu wako. Quality yako ni kwamba wewe kwa wakati upi maisha, quality yako iko vipi. Ita determine utaishi muda wako. Longevity ni muda ule unaweza kaa kwa uhuru kwa maisha. Alafu pia success, zile vitu ambavyo utaweza kutengeneza na kukua navyo. Unapata? So character kawaida ni ile ya kwamba unapoita mtu, unajua hauwezi ita mtu, mara mingi tunapatanga unaitwa kwa jina ile ya kitu ile unafanya ama ile kazi unafanya mara mingi. Kama mara mingi utapata
Ukiita business utamuita kama fundi, si ndio? Ama ukiita pastor unamuita na ile jina ya kulingana na ile kitu unaona mara mingi anafanya, ambapo sasa imekuwa ni yeye, character yake, because this is what defines you. Hiyo ndio ile inayokutambulisha. Unapoenda mahali popote, kama hauna kazi yoyote ndio utasikia unaitwa jina, lakini mara mingi utapata unapewa hizo majina za kama doctor, kama unapata professor, unapata hizi ni jina zile ambazo zinaonyesha huyu mtu ako na kitu fulani ndani yake na ni character ile iko ndani mwake. Na unapata ya kwamba mara mingi tunasema ya kwamba ndio mtu aweze kuwa na character, kuna zile tunasema gifts, talents tunakuanga nazo, zinaweza kusaidia, unaona, but what maintains these gifts and talent is your character. Unaona, tabia ile uko nayo ndio itaweza kusaidia the gifts na talents zile Roho Mtakatifu anakupatia kuweza kukaa ndani mwako. So the character basically is another thing that basically ile nasema kila siku ni kitu wale ambao unahitaji kuimprove, kwa sababu unapoishi huwezi jua kwamba kuna ile vile umekwaza mtu bila wewe kuambiwa na bila kujua. Na unapata ya kwamba each and every day mara mingi the character comes out with who you are, kwa sababu kuna wale watu ni watu wa hasira sana, na ule mtu ambaye ni ule mtu muoga, maybe anaogopa kufanya vitu, lakini unapata kuna ule ambaye ni shy person ambaye maybe haizi fanya kitu. So unapata this is a character in you which basically unapokuwa nayo inafanya pengine vitu vingine haviendi vizuri. Na unapoendelea kuishi mara mingi unaambiwa you will either change your character by unapokaa na watu, sababu utaweza kuelezwa na utaweza kujitambua. Na the mind is the one which will reveal it to you by you being able to understand yourself. Na unapata unapoketi na watu utaweza kuelezwa tabia yako iko hivi, wewe uko hivi, utasikia kwa watu. Na kuna ile wewe mwenyewe unajua. Wakati mwingi katika saikolojia tunasema kuna ile tunaita Johari's window. Johari's window, ukiangalia dirisha imekatwa mara 4. Mara 4 inamaanisha kwamba the first window ile iko juu pale ni ile tunasema ni character yako ambayo watu wanajua na wewe mwenyewe unajua. Yani it's in the public. Your behavior, your ways iko in the public, inajulikana. Na inapojulikana ni kwamba hii ni kitu ile wewe mwenyewe ukitaka hata unaweza badilisha kama ni kitu baya, kwa sababu watu wanajua na wewe unajua, kumaanisha unaweza ibadilisha ukitaka. Na kuna ile tunasema iko in the private. Private ni ile ya kwamba ni wewe ndio unajijua. Unajuanga wewe pengine ni mlafi, ama unajua wewe pengine wewe ni mtu ambaye unakasirika haraka, ama unapata ya kwamba wewe pengine ni mtu ambaye unapenda kufanya vitu fulani zile ambazo maybe watu wengi hawajui. Unaona, so hiyo ni ile wewe mwenyewe unajua, lakini hakuna watu wengi wanajua. Yaani haiko in the public, iko in the private, ni kwamba wewe ndio unajijua. Na katika maisha mara mingi hivi vitu ambavyo tunaweka in the private unapata ni zile personal ambazo sometimes zinatuleta into depression, sababu ni kitu ile unaweza kuwa una struggle nayo. Unapata mara mingi unaweza pata mtu ni mlevi, hiyo ndio iko in the public, watu wanajua huyu ni mlevi, lakini unapoketi na yeye chini uanze kuongea na yeye, unapata ya kwamba si ati ni kwamba ni hiyo ndio inamfanya hiyo ulevi ndio kisa ya kwamba inamfanya asikue mtu mzima, lakini unapata ndani yake maybe kuna kitu ile inayomkula, maybe kuna kitu ile ambayo habit ile iko ndani yake ambayo inachangia yeye kufanya kujiona maybe hayuko sawa, so inafanya akikunywa ndio anajisikia ako sawa. So basically the private thing basically mara mingi pia huwa inatuumiza, lakini huwa wakati mwingi tunasema hatuisemi. Na unapoketi na mtu unapozungumza naye ndio baadaye utapata kama ni mtu amekuamini ndio atakueleza the private things zile ako nazo. Na kuna ile tunasema the one which is unknown. Unknown ni ile ya kwamba wewe mwenyewe haujui na hakuna mtu anajua, ni Mungu peke yake. Kuna tabia zile ziko ndani mwako, wakati mwingine unaweza fanya kitu mpaka wewe mwenyewe unajiuliza, ni kweli mimi ndio nimefanya hivi? Unajua hiyo ni unknown kwako na pia kwa watu wengine, sababu kuna zile tabia ambapo zimejificha ndani mwetu, tunasema ziko in the unconscious. Na hizi tabia ni karakta yako tu, lakini ni ile vile haitokelezeangi kila wakati, ni mara moja. Na inapotokezea pia wewe unashtuka, unasema kweli ni mimi, sababu unapata ya kwamba kama kuua si mtu anayependa, hakuna mtu anayependa kufanya hivyo, lakini watu huua.
Na ukiuliza huyo mtu uliua kwa nini, atakwambia hata mimi sijui nilikujaje nikafanya hivyo. Lakini it is something like a spirit in us which God knows, na ni kitu iko ndani mwetu, na hizi vitu zinakuwa controlled na Mungu mwenyewe. So kuna ile ambayo tunasema ya mwisho ni kwamba the one which is in the public, ile watu wanajua na wewe haujui. Sababu unapoketi na watu, kuna zile tabia mtu ataona tu kwako, lakini wewe mwenyewe haujui unafanya. So the Johari Swindle mara mingi inatusaidia kusaidia wewe mwenyewe kujielewa kwa uzaidi, na tunasema hii ni part of characters. Mostly tunaangalianga characters, kwa sababu ukiweza kujijua kwa hizi tatu, kwa sababu kuna zile iko in the public, ile unajua, kuna ile iko private, na kuna ile iko known to the public but not known to you. Ukiweza jua hizi tatu, hii ya unknown basically mara mingi ni vigumu wewe mwenyewe kujua mpaka ukue revealed. Na hiyo tunasema unless you pray to God, unless you are intimate with God, is when you will be able to know. Kwa sababu hiyo hata mimi mwenyewe ukiniuliza siwezi kuambia, wewe mwenyewe ukitafuta hautawahi ona. So mara mingi hapo ndio tunasema ya kwamba God is able to enable us to know, because tunaambiwa we need to pray in the spirit, because the spirit is the one which reveals to us what God wants us to know about us. Na tunasema kwamba zile vitu Mungu anajua, kwa sababu akili yake ni, yani tunasema compared to us, ile ujinga yake ndio uwerevu yetu imefikia. Mahali Mungu anaona hapa sasa ndio kama ujinga wake ndio uwerevu wetu umefika, sababu yeye ni all knowing, all nini, yani anajua kila kitu. Na unapata ya kwamba character yako inakuwa built na kuweza kuelewa mazingira yako, na kuweza kujua watu wale uko nao, na kuweza kujijua tabia zako zinaenenda aje. Sababu each and every day utaweza kuketi na mtu akwambia na wewe unakuanga mtu mwenye furaha. Unajua kuna kule unaambiwanga huyu ni mtu kila saa anafurahia, ako very happy, unaona. Na wewe mwenyewe kama hujawahi jua, unapoambiwa ndio unapata kujua kweli mimi nakuanga mtu wa furaha. Ndio inakusink ndani yako, na unaweza kujielewa na kujua vile unaweza jicontrol. So unapata the character in you, basically you will be able to find it by knowing through other people, through the environment that you live in, na understanding yourself better. Ndio utaweza kujua zile unafaa kucontrol, zile unafaa kutumia, zile unaweza tumia kwa kila mahali. Kwa sababu kuna zile zenye tunasema this character ni mzuri, na kuna zile tunasema hizi ni mbaya. So utaweza kujua zile mzuri na uweze kujisaidia kuimprove, because these are things which you need to improve on a daily basis. So unapojua ile nzuri, ndio una need kuichochea iweze kusonga, ndio uweze kuwa katika hali nzuri, na ile mbaya kuweza kuhakikisha kwamba inaenda chini. Kama ni ile ambayo haiwezi toka, tunasema you manage it, yani unajisaidia kuweza kuiweka ya kwamba isiweze kuharibu ama kuweza kuweka katika hali mbaya. Kwa sababu mara mingi tunapokuwa na zile tabia, kuna zile zinatuharibu kabisa, kuna zile ambazo zinatusaidia kujenga. So unapata unapokuwa na character, inamaanisha kwamba unaweza kuwa pia na character, means keeping your values intact even when compromise inapokuja. Unapata ya kwamba having a character, kuna ile tunasema ya kwamba ile character mzuri ni kwamba kuna vitu vile vinaweza tokea, na kwa sababu ya character yako unapata ya kwamba you cannot compromise with some things. Unapatanga kuna wale watu wako rigid. This is somebody's character, na hii ni ile character mzuri ya kwamba once you are able to know that hii kitu ni mbaya, hii kitu ni dhambi, unasema liwe liwalo siwezi kufanya, na una stick to your lane. So this part utapatanga kama mara mingi watu wale wameokoka, kwa sababu utaambiwa huyu ni mtu ameokoka. Utapata sio rahisi mtu kumuhusisha kwa kitu yoyote ile anaona inakaa ya corruption. Atasema huyu ukimwambia, huyu ataenda aseme, huyu ukimwambia. Sasa wanakujua your character. So it is well known in the public that this character ndio yako. So ndio tunaambiwa each and every try to kuza hizi character nzuri, ndio tuweze kukua katika hali nzuri na pia kumfurahisha Mungu, because this character will always glorify God.
Unaona, mtu akiogopa kukuambia kitu ile anajua kwamba ni dhambi, ile ambao unaweza nena upate ya kwamba ni dhambi, kama sasa kuongea kuhusu mtu fulani ama kusengenya, kuongelea maybe gossip to another person, unapata ya kwamba inakuwa ni vigumu yeye mwenyewe kuweza kukuja kukuambia kama anajua wewe ni mtu umeokoka. Na mara mingi tunasema the character basically inasaidiwa na ile kitu tunaita discipline. This is the third thing ile ambayo nataka tuweze kuongelelea, na iweka tu kwa ufupi kisonga. Discipline ni kwamba wewe mwenyewe umejifanyia utathmini, unajua ya kwamba hii ndio njia ile nafaa kuendea, na unahakikisha ya kwamba discipline ni kwamba unafanya ile kitu hata kama uone results, wewe mwenyewe unaifanya na unajua hii ni kitu nzuri, unaendelea kuifanya. Mara mingi huwa tunasema, mimi husema ya kwamba tunapoimba hapa ni discipline ile tunakuja kuzoea. Sasa unapata ya kwamba unapokosa kuifanya unafeel ya kwamba kuna kitu una miss. Hiyo ndio ile tunaita discipline, ya kwamba umezoesha mwili wako kufanya jambo fulani unalojua linakusaidia, na unapokosa kulifanya unahisi kama mwili wako umekosa kitu. Wakati mwingi nasema kama umezoea kufanya kazi, unapata ya kwamba ile siku utalala tu bila kufanya kazi, mwili wako utasikia huko sawa. Ni sababu ya ile discipline umeipea. So inajua ya kwamba kila siku ninapofanya hivi unapata unafanya. Na unapata the discipline is the one which builds now the character also. Inaisaidia kuwa na nguvu. Kwa sababu ukizoea kufanya yale mazuri, utapata kufanya kitu mbaya inakuwa ngumu. So the third part ni about the discipline, na unapata ya kwamba ukizungumzia tu discipline, unapata kuna watu katika Biblia wale ambao nikisoma katika kitabu cha Daniel ni kwamba kuna wale Shadrach, Meshach na Abednego. Tunaposoma tu hiyo kitabu ya Daniel unapata ya kwamba they had disciplined themselves. Walikuwa na ile discipline ndani yao ya kwamba wamezoea na wanaombanga tu Mungu mmoja, na hawawezi enda kando na ile kitu wamezoea. That's why unapata ya kwamba they were able to stand na kusema ya kwamba they will not bow down to any other god. Hawata inamia masanamu na hawataweza kuabudu Mungu mwingine. Na ukisoma tu katika hiyo kitabu cha Daniel unapata ya kwamba Daniel mwenyewe alikuwa amezoea kila wakati anapoamka asubuhi anafungua madirisha yake, kuna ile sehemu anakaa anaomba. Na hiyo ikakuwa kama degree kwake ya kwamba amezoea ya kwamba hata walipokuja wakakataa akasema ya kwamba wasiabudu Mungu mwingine, wasiombe kivingine, mwenye anaomba kando na vile atatupwa katika tundu la simba. Danieli bado, kwa sababu ilikuwa ndani yake, angeweza kujizuia. Alijipata tu ameomba, na alipoomba unapata ndio waliweza kumchukua na kumtupa. Hii ni discipline ile unakuwa nayo, kwamba unajua hii ni kitu nzuri na ninapoifanya it helps me to move on. Na unapata Danieli aliishi akakaa na wafalme 4 kupitia katika ile kuomba kwake, kwa sababu Mungu aliweza kumshushia hekima ya kuweza kutafsiri ndoto na kuweza kusaidia wale wafalme waliokuwa wakikuja, na hata akapandishwa cheo kwa ajili tu ya hiyo maombi. Na unapata ilimpatia ufanisi kulingana na huo wakati, kwa sababu yeye pekee ndiye aliyeweza kujua kutambua ile ndoto ya mfalme alipoota, kwa sababu wale wengine wote walishindwa, lakini yeye ndiye aliweza kusimama na kuweza kusema ya kwamba Mungu amenena ya kwamba wewe kama mfalme utakula nyasi. Na unapofanya vile unapata ya kwamba yeye pekee ndiye aliweza kusimama. Wafalme 4 wakakuja wakipitia katika yeye akiwa tu bado kama the governor wa huo mji, akiwa tu pale. So unapata yeye ni kwa sababu ya ile discipline alikuwa nayo, amejiwekea. That's why tunasema discipline mara mingi inakusaidia. Hii tunasema ni a secret weapon ile tu mtu huwa nayo, kwa sababu a great man basically huwa kuna ile discipline amejiwekea kimaisha. Mtu yote mwenye ni mfanisi, mtu yote mwenye ako na mali, mtu yote mwenye amejijenga, ukiingia kwake kuna discipline fulani yeye mwenyewe amejiwekea. Na utapata ya kwamba sana wanasemanga hawa watu wenye wako
wako na pesa, wengi unasikianga wengi wetu wanasema ati hao ni watu wachoyo. Na ukikuja kwake atakwambia yeye si mchoyo, ni vile kuna mipango amepanga, amejidiscipline, ameweka rekodi, anajua hii vitu hii inaenda hapa, hii inaenda hapa, hii inaenda hapa. So akitoka kando ya hiyo kitu anaona ya kwamba hayuko sawa na vitu yake haiendi vizuri. That is what we call discipline. And each and every day mara mingi tunaambiwa you need to improve on it, kwa sababu sisi wengi wetu tunasemanga kwamba ninapoamka unajipangia kazi. Unasema leo nitalima, leo nitaenda hapa, leo nitafanya. Lakini katikati ya siku unapata kuna kitu moja umeruka. Unaona? Ama unasema hii nitafanya baadaye. Hiyo inaonyesha kwamba hauna discipline. Haujajidiscipline vizuri kabisa. Kwa sababu ile kitu unayo postpone itakuwa mzigo kesho na itaongezeka kuwa kazi kubwa unapoendelea na maisha yako. Na unapata mara mingi kile unacho postpone sio rahisi kukifanya. Hii ni kitu ile ambayo niliweza kugundua ya kwamba whatever you postpone you may never do it. Ama unapoifanya you will not do it to the perfect time ile wewe mwenyewe vile ungeifanya kwa njia nzuri. So wakati mwingi mimi husema ya kwamba kitu ile unapata opportunity kuifanya, fanya. Unapokosa kuifanya you will never do it. Mara mingi unapata kama ni kutembelea watu, unapata mimi kama mimi mwenyewe naambianga nitakuja kuona. Na ninaposema siku hiyo siku utapata basically utapata kuna shughuli zitatokea, lakini ukikosa kwenda utapata hata kwenda kutembelea huyo mtu itakuanga tu ni story. Ndakuja inakuwa ngumu sababu unaposema haukumaanisha. So you didn't discipline yourself to stick to your words. Na Mungu anasema neno lake, tunapojidiscipline kusoma Biblia kila siku, neno lake ndilo linalotupa mwangaza, ndilo linalofungulia njia. So kile najaribu kumaanisha ni kwamba discipline yourself to be able to be reading the word of God on a daily basis. In that unapokosa kusoma neno unasikia ni kama kuna kitu umekosa mwilini wako. No, sababu it will help you to understand more and more on what God wants you to know, and help you to be able to know and to do diligent work for God. Unapata ya kwamba hizi talanta zetu pia tunasema tunapokuwa na talanta. Hii talanta mtu yote mwenye anacheza mpira lazima train. Training is a discipline on itself. By you waking up every day uende ukimbie katika kiwanja uweze kutengeneza afya yako. Yani you try to keep your body in shape. This is a discipline that you are putting in yourself, that you are conditioning your body in that ukienda mahali popote kucheza mpira uko sawa. Na ndio unapata mtu anakuwa in a perfect way kwamba anapocheza ako sawa. So each and every day basically unasema by you disciplining yourself, ukaa katika ule mwelekeo mzuri, kujua ya kwamba unafaa kuwa katika hali ile inakuweka katika hali njema, inakusaidia kuwa katika hali nzuri. So mara mingi kuna story moja ile nilipata tu kuambiwa, kuna kijana mmoja aliyeishi na babake, na unapata ya kwamba mara mingi babake alikuwa anamwambia, ndasema hii ninapomalizia sababu muda wangu umeisha. Mara mingi huyu kijana alikuwa katika nyumba yao, kuna zile kazi za nyumbani, maybe unapata kufanya usafi compound, kupalilia maybe mahindi, kumwagilia mboga maji, na pia kuhakikisha vitu viko hali nzuri. So wakati mwingi alipokuwa anaamka, babake anamwambia, bwana, hujafanya hii, unafaa uoshe hapa, unafaa utengeneze hii. Sasa ukijana mara mingi alikuwa anakasirikia babake, anamwambia, baba bwana, kwani mimi sijui kile nafaa kufanya? Mimi najua. So mzee wake akamwambia, kwa wakati huu nakuambia, lakini itafika wakati sitakuwa na hutapata mtu wa kukuambia. So wacha mimi nikuambie kwa sababu sasa hii niko. So alipoendelea kukua, ikafika mahali ikakuwa tu kwa system yake, akiamka anajua niende nipatie ng'ombe chakula, ninapoamka nafaa nifanye usafi kwa compound, ninapoamka nafaa niweke hiki kitu kwa sawa. So ikakuwa ndani yake ya kwamba ni kitu ile amezoea, na kwamba alipokuwa akiamka asubuhi kwao anafanya kwanza usafi na so hiki kitu ikakuwa, na alipokuwa mkubwa akasoma na akapita vizuri na akaanza kutafuta kazi. So alipokuwa anatafuta kazi akaitwa interview, akaenda. So wakati alipokuwa anaingia katika ile sehemu ya interview, akapata ya kwamba ile gate
ya pale kwa interview imefunguliwa lakini haiko vizuri. So yeye mwenyewe kwa sababu ya yani ni ile tu kwa sababu umezoea akaiweka vizuri, akafunga gate vizuri, akahamisha. Anapokuja akaambiwa fika pale kwa gate nini kwa mlango, akaambiwa interview iko 5th floor. So unafaa upande juu uende ukafanyiwe interview, na kuna watu washapika tayari. Juu interview ilikuwa inaanza by saa 3, lakini sasa unafika mapema at least ndio uweze kukua interviewed mapema uende kama umalize. So alipokuwa anapanda hapo kwa nini akapata ile mkeka kama sasa hiyo imewekwa kando. Akakuja akaichukua akaiweka vizuri tu kwa hiyo mlango hapo. Akasonga. So alipokuwa kupanda stairs anaona na hii mataa, sasa ni mchana na watu bado mataa inawaka. Akaanza kuzima mataa akipanda, anazima, yani tu kwa instinct yake inamwambia zima, akienda anaona switch iko wapi, ndio akazima mataa akafika juu. Alipofika juu karibu tu na hiyo mlango ya interview akaona maji imemwagika pale. So yani unapata sasa ni baranda ndio hii. Sasa maji imemwagika mahali kama hapa. So interview inafanyika mahali kama pale ndio mnaketi. Lakini maji iko hapa. Huyo jamaa akaona wengine wameruka wakaenda, wameruka wameenda. Lakini sasa yeye akafika pale akaulizia akasema kuna dasta mahali. Akakuja akapanguza hiyo maji. Yani ilikuwa ni kitu iko ndani yake. So alipotoka pale akaenda akaketi hapo. So alipoketi wakaambiwa tu wote waingieni kwa nyumba, kwa room ya interview. Ilikuwa tu ni hapo mahali kama hapo. So alipoingia akapata ya kwamba wale ma-interview wameketi pale, wakaambia hao watu wengine, mlipoingia kuna vitu zile zilikuanga tu ziko ovyo ovyo yani. Na kulingana na vile tumeona hii nini imekuwa, kuna mtu mmoja tu ndio tumeona ameshughulika na hii mahali. Na unajua ile kazi mlikuwa mnafaa kupewa ni ya kuchunga mahali. Na hii kazi ya kuchunga mahali hatuwezi taka mtu mwenye atakuwa tu anaachilia vitu zetu zinakaa ovyo ovyo. So kulingana na hii interview huyu kijana ndio amepita. Unaona tu kwa ajili ya ile discipline alikuwa nayo kutokea utotoni ndio iliweza kufanya katika ile interview, hata kufanyishwa interview ati nyingine ati kuja tukuulize maswali nini. Walimwambia wewe utaripoti kazi. Wengine wakaambiwa ni sawa, mmekuja, tumeshukuru, tutaonana baadaye. Lakini huyu ndio amepita. So ni discipline ile inatusaidia kuweza kufanya mambo mengine yakawa rahisi kwetu, kwa sababu unapokuwa na discipline nzuri unapata ya kwamba vitu vyako vinaenda vizuri na njia nzuri. So it is just for us to know that discipline si ati ni kitu ile utakuja kunini, but it needs for you to work on it each and every day. Kwa sababu utakuwa unaelezwa na watu hii kitu haiko mzuri, na wewe mwenyewe kwa sababu umezoea unajidiscipline kuifanya, na unapoendelea kuifanya Mungu hushukia pale. Anaposhuka pale unapata ya kwamba ile neema ya kufanya ile jambo unaifanya na inakuwa kwa ukubwa, na wewe mwenyewe unapata kubarikiwa. So nilikuwa na hayo kuweza kujaribu kutuhimiza ya kwamba ni muhimu kila wakati kufanyia hivi vitu vyetu kazi, na tunapofanyia kazi itatusaidia. So kwa wakati huu nilikuwa tunazungumzia hayo matatu, ingawaje kuna zingine ziko kadha ambazo tunafaa kuwa tunazifanyia kila siku kazi. Kuna ile tunasema ni communication, yani kuongea kwetu. Kuna ile tunasema pia relationship, na pia kuna ile tunasema time. Hizi ni vitu bado tunahitaji kuzishughulikia kila siku, sababu ni vitu ambavyo vinatusaidia in our daily basis kuweza kuwa perfect. So nimezungumzia hizi vitu tatu kwa sababu pia ni muhimu sana. Discipline, kuwa na good mindset, na character yako kujijenga vizuri inakusaidia kuishi vyema. Na kwa ajili ya hiyo itaweza kukupa nguvu vizuri, na Mungu akaweze kuwasaidia na mkapate kubarikiwa. Nafikiria wacha tu tuombe ninapoondoka. Bwana, nakushukuru kwa ajili ya neno lako, nasema ni asante. Uinuliwe, upewe sifa, na wakati huu Mfalme tunasema wewe mpekee unastahili. Wacha ukaweze kufanikisha na kutuelewesha katika mambo tuliyoweza kuyasoma, na ukaweze kuinuliwa katika kila jambo. Nakushukuru na kuinua, ni katika jina la Yesu Mungu na